Zaidi ya wakulima 2,000 wa mazao ya alizeti, mtama na maharagwe katika vijiji 49 vya wilaya ya Babati mkoani Manyara wamewezeshwa teknolojia bora za kilimo himilivu kinachostahimili mabadiliko ya tabia nchi ili kuongeza kiwango cha uzalishaji na kufikia tani 700,000 za mazao ya biashara na chakula kwa msimu wa kilimo wa mwaka 2024-2025. Tupate taarifa kwa ukamilifu zaidi. Baadhi ya wakulima katika kata ya Galapo wakizungumza katika mashamba darasa yaliyoandaliwa na mradi wa Nourish unaofadhiliwa na nchi ya Norway kupitia shirika lake la maendeleo na NORAD, wanaeleza walivyonufaika na mradi huo kwa kupatiwa teknolojia bora na mbegu chotara za alizeti. Baada ya kupata hiyo elimu, kwa kweli tumeendelea kwenda kueneza kwa wakulima wenzetu, na hata wakulima wamepokea elimu hii, na hata pia wamekuja kugundua kwamba wanaweza wakakabiliana na hali halisi ya hali ya tabia nchi. Wakipanda mbegu hizi wananufaika. Kwa hiyo sio sawa na zamani. Zamani tulikuwa tunapanda haya mbegu ya kienyeji, lakini kwenye kipato unakuja kukuta kipato uwezo kupata kulingana na hali ya tabia nchi, tayari unakuwa umepata hasara ya kilimo. Lakini kwa mbegu hizi unanufaika kwa sababu tayari kwanza ina uwezo wa kukabiliana na hali ya tabia ya nchi, kwa sababu inakimbizana na muda. Kwa hiyo kwa kweli tumenufaika. Meneja mradi wa Nourish mikoa ya Manyara, Dodoma na Singida, Lucas Mongi, anasema mradi huo unalenga kusambaza teknolojia bora kwa wakulima. Siku ya leo tumeazimisha siku ya wakulima katika halmashauri ya Babati, ikiwa ni muendelezo wa kutoa elimu kwa wakulima kupitia mradi wa Nourish. Mradi wetu lengo lake kubwa ni kuhakikisha kwamba wakulima wadogo wanakuwa na usalama wa chakula, wanakuwa na lishe bora, lakini pia wanafanya kilimo stahimilivu chenye tija kinachokabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Hivyo kwenye siku ya leo tumeweza kuwakutanisha wakulima pamoja na makampuni mbalimbali ambayo yanatoa pembejeo za kilimo, ikiwa ni sehemu ya kutoa elimu ya mbinu bora za kilimo. Mradi umefanikiwa kuwawezesha mashamba darasa kwa pembejeo bora na viuatilifu. Mradi umefanikiwa kuanzisha mashamba darasa 67 ambapo 47 ni ya alizeti, 42 ni ya maragelishe, 10 ni ya viazi lishe na 37 ni ya mtama. Mradi umefanikiwa kusambaza pakti 450 za mbegu za mboga mboga pamoja na pingili 4,000 za viazi lishe kwa ajili ya kuzalisha mbegu, ambapo wakishazalisha zitasambazwa kwa wanakijiji. Mradi umefanikiwa kuanzisha bustani za mboga mboga kwenye kaya, ambapo bustani 150 zimeanzishwa na wanufaika, huku bustani 14 zimeanzishwa kwenye taasisi kama zahanati, shule na makanisa. Kwa upande wake mwakilishi wa mkuu wa wilaya Babati Halfani Matipula ameupongeza mradi wa Nourish ambao utakuwa mkombozi kwa wakulima wengi. Mimi kipekee naomba niwapongeze sana wadau, lakini pia kwa ajili ya mradi wa Nourish. Umetusaidia sana kwenye maonyesho ambapo nilianza kupita kwenye yale mashamba pale. Nimeona kazi kubwa inayofanywa kuanzia kwenye mashamba darasa. Ukiangalia lile shamba darasa na ukija kufananisha na mashamba mengine ambayo hayana usimamizi, unaweza kuona tofauti kubwa sana. Sasa yale ni mashamba darasa tu kwa ajili ya elimu, ili tuchukue ile taaluma na teknolojia twende tukafanye kwenye mashamba yetu makubwa. Tumeona mtama ule, tumeona alizeti, lakini pia na maharage. Kwa ujumla hii project ni muhimu sana kwetu sisi kama serikali. Tunaona tulipofika hapa tumeona umuhimu mkubwa sana wa Nourish wa mradi huu. Kwanza umeweza kuona kwamba umeunganisha wakulima. Umeleta wakulima kutoka maeneo mbalimbali, tumekuja kukutana hapa kwa ajili ya kupata elimu na kujifunza. Tunategemea kuvuna kwa mazao ya chakula ni tani 250,000, na kwa mazao ya biashara tunategemea kuvuna tani 460,000. Hayo ambao tunategemea kuvuna kwa mazao ya biashara. Na hichi ambacho kimefanyika leo kwenye huu mradi wa Nourish kwenye haya mazao ya mtama, maharage pamoja na zao la alizeti na mazao ya bustani, yani mboga mboga, ni kitu kikubwa sana ambacho kimeleta kichocheo hasa kwa wakulima wetu. Wameweza kujifunza mbinu zile za kilimo. Kama unavyojua sasa hivi kuna mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo kwa mradi huu umeweza kutoa elimu ni namna gani wanaweza kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa kutumia mbegu ambazo ni mbegu rafiki, zinaweza kuendana na haya mabadiliko ya tabia nchi. Nimefurahishwa sana
na elimu ambayo imeandaliwa mahali hapa, naona kabisa inaenda tukombolea watoto wetu. Manake sisi ni wakulima wazuri, tunalima mazao mbalimbali, alizeti, mahindi, ngwala, maharage, mbaazi, lakini cha kushangaza bado tuna watoto wachache wenye utapiamlo.